Bwana, vita baina ya taifa la Iran dhidi ya Israel ndio kitu ambacho kimeshika kasi kiasi kikubwa hivi sasa kunako mitandao ya kijamii, na moja ya jambo kubwa ambalo linaendelea ni ule ubora ambao kila taifa inajinasibu uko nao katika kujilinda dhidi ya mpinzani wake. Sasa hivi karibuni, tunazungumzia Machi 25 mwaka huu, taifa la Iran liliweza kuonyesha picha na video mjongeo ambazo ziliweza kuoneshwa hadharani moja kwa moja, zikionyesha miji ya makombora ambayo yako chini ya ardhi. Hii ni kama sehemu ya mkakati wake wa kijeshi wa kujilinda na kuonyesha nguvu katika muktadha wa mvutano wa kikanda na kimataifa. Sasa lengo la kuanzishwa kwa miji hii ya makombora hasa ilikuwa ni nini? Miji hii ya chini ya ardhi inalenga kulinda na kuhifadhi makombora ya kisasa ya Iran, ikiwa ni pamoja na aina za Emad, Kadri, Khaibar, Shekan, Haji Qasim, Sijil na Paveh. Sasa makombora haya yanatumika katika operation za kijeshi kama vile True Promise 1 na True Promise 2 ambazo zinalenga maeneo ya kijeshi ya Israel. Na sababu za ujenzi wa miji hii ya makombora, kwanza kabisa ni ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga, na miji hii ya chini ya ardhi inalenga kulinda makombora dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka kwa maadui kama vile Marekani na Israel. Lakini pia kuonyesha uwezo wa kijeshi, Irani inatumia miji hii kuweza kuonyesha uwezo wake wa kijeshi na kuimarisha hadhi yake katika muktadha wa kisiasa na kijeshi, kujilinda dhidi ya mashambulizi ya kigaidi, ambapo pia miji hii inatoa kinga dhidi ya mashambulizi ya kigaidi ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kujilinda kwa Iran. Lakini taarifa ambazo zimethibitishwa na jeshi la Iran ni kuwa asilimia kubwa ya makombora yanayoshambulia Israeli hivi sasa yametoka kwenye bezi hii ambayo inatambulika kama Underground Missile City. Kumbuka, miji ya makombora ya chini ya ardhi ni sehemu muhimu ya mkakati wa kijeshi wa Iran ambayo inalenga kulinda uwezo wake wa kijeshi na kuonyesha nguvu katika muktadha wa mvutano wa kikanda na kimataifa. Na moja kati ya stori kubwa ambayo ipo kwa hivi sasa ni namna ambavyo Irani iliweza kujibu mapigo mara baada ya shambulizi la Israeli kuelekea Irani ambalo liliweza kuangamiza baadhi ya viongozi wa juu kabisa wa ngazi ya kijeshi, lakini na wenyewe Israeli wakaweza kujibu kwa makombora takriban 100 hivi ambayo iliweza kushambulia mji wa Tel Aviv na sehemu ya Jerusalem. Na ukijaribu kuweza kuangalia, bato hiyo imezidi kuwa kubwa kiasi kwamba Israel inajinasibu moja kwa moja kwamba haina athari yote ambayo imeipata mpaka hivi sasa, japokuwa picha jongefu zinaonesha namna ambavyo mabomu yakitua katika mji wa Tel Aviv na kudondosha majengo makubwa ambayo kimsingi tu inawezekana watu tayari wameshakuwa evacuated na kupelekwa kwenye maeneo ambayo ni safe zaidi, kwa maana ya kwamba underground, na kuna video ambazo zinaonyesha ni kwa namna gani watu wakiwa hapo katika maeneo ya chini kabisa ya ardhi wakiendelea kuishi huku wakipata huduma mbalimbali za kimahitaji kama binadamu, na wakati huo huko nje vita vikiendelea. Sasa kwa upande wa Mashariki ya Kati tumeshuhudia takriban mataifa kama matatu, Saudi Arabia, lakini pia kuna Jordan na bila kusahau Syria, zimeungana na Israel katika kupunguza vita ambayo Iran anazidi kuichochea. Wakati huo pia kwa taarifa ambazo zimeweza kutufikia, taifa la Marekani lilipokea mwaliko kutokea Israel likihitajiwa kuweza kujiunga na wao katika mashambulizi dhidi ya Iran kwa lengo la kwenda kuteketeza ama kuangamiza vile vinu vya nyuklia ambavyo vinapatikana pale nchini Iran vyote kwa pamoja, lakini pia kumaliza kabisa hata silaha ambazo tayari zimekwishaweza kutengenezwa na Iran, kitu ambacho kwa mujibu wa Marekani move hiyo wameikataa, wamegoma kabisa, wamesema wao hawawezi kuingilia, ijapokuwa mpaka hivi sasa tunavyozungumzia Iron Dome ziko pale nchini Israel zimetokea Marekani kwa lengo la kuweza kupunguza mabomu ambayo yanakuwa yakipigwa na Irani kuingia katika taifa la Israel. Sasa nini ambacho kitatokea? Unaweza ukaendelea kuweka comment yako kupitia peji zetu za mitandao ya kijamii.